Nikwambie, amesema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda dhambi utavuna mauti, ukipanda ulevi utavuna mauti. Sikiliza nikwambie, wakati ule Nuhu anatengeneza safina, aliona kama peke yake haitafaa kuingia kwenye ile safina, ndipo akaamua kuambia watu ukweli. Alienda akasema na watu ukweli, akawaambia jamani, Yesu anachukia dhambi. Lakini watu hawakusikia, lakini watu hawakuelewa. Watu walibaki wanamshangaa, wanajiuliza mbona kama anatukebei, wanajiuliza mbona kama anatudharau huyo, anatuambia habari gani hizi? Sikiliza nikwambie, na sisi tumekuja Inyala tunakuletea habari hizi njema ya kwamba upandacho ndicho utakachovuna. Tazama nimekuwekea mbele yako, iko mauti halafu uko uzima. Chagua uzima ili upate mema. Sikiliza Mkenya, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Anachukia dhambi, anachukia dhambi. Sikiliza nikwambie, Nuhu aliwaambia wale watu zile habari. Watu wakaona kama vile anawaambia, mbona kama unatupunguzia starehe hivi? Unaona? Wacha tule starehe kwanza. Wacha tule starehe kwanza. Inawezekana ulevi ndio starehe yako. Inawezekana ushoga ndio starehe yako. Inawezekana kutembea na mke wa mtu ndio starehe yako. Sikiliza nikwambie, uharibifu umeingia, dunia imechafuka, uharibifu umeongezeka. Ninachokitangaza ya kwamba Yesu anachukia dhambi, Yesu anachukia dhambi, Yesu anachukia dhambi, Yesu anachukia dhambi. Ninakutangazia watu wa Inyala ya kwamba kwa maana ufalme wa Bwana umekaribia, kwa maana ufalme wa Yesu umekaribia. Haleluya. Nuhu kajenga safina. Bwana. Watu wakabaki wanamshangaa. Wanamshangaa. Aka jamani ajeniaje aka. Huyu mshikaji vipi? Mbona gani? Mbona kama tumuelewe? Anajenga safina kwa ajili ya nini? Sikiliza nikwambie. Unajua. Nikwambie tena unajua. Unajua mpendwa. Iko mauti imeandaliwa. Iko jehanamu imeandaliwa. Iko jehanamu imeandaliwa. Alafu iko mbingu imeandaliwa. Jehanamu ipo, alafu na mbingu ipo. Jehanamu ipo kwa wale watu ambao hawajasikia hizi habari. Tunapowaambia mnatupuzia, mnatuona tunalabisha hivi. Sikiliza nikwambie, unaweza ukahisi kama tumechanganyikiwa hivi, unaweza ukahisi kama akili zetu haziko sawa hivi, lakini nataka nikwambie, tuliyembeba hapa, tunakutangazia hapa, tunakutangazia mtu wa Inyala anachukia dhambi, hataki dhambi. Sema mtumishi. Amen. Nuhu akajenga safina. Safina Bwana. Alafu Mungu akamwambia sasa, ingia wewe na familia yako. Akaingia na familia yake, akaona mbona kuna space kubwa huko ndani. Nafasi kubwa. Akabidi atoke nje. Alipotoka nje, akamwambia Mungu, mle kuna space kubwa vibaya mno. Kuna nafasi kubwa vibaya mno. Sikiliza nikwambie. Mungu akamwambia, kuna nafasi? Ndio kuna nafasi. Akamwambia sasa nenda msituni kule, ukachukua wanyama mbalimbali, waingie mle ndani. Akachukua nyoka, akachukua simba, akachukua punda, akachukua ng'ombe, wote wakaingia kwenye ile, wakaingia mle kwenye safina. Baada ya kuingia sasa, unajua nini kilitokea? Kilichotokea pale ni kwamba mlango wa safina ukafungwa. Ndivyo ilivyo ya kwamba ule mfano inaofananisha na mbingu. Kuna wakati mbingu itafungwa, kuna wakati mbingu itafungwa. Utatapatapa mashariki, utatapatapa kaskazini, wewe utazunguka kushoto kulia, lakini hautaona lolote. Utatamani utafute kanisa liko wapi.
uende kwa Christopher Mwakanyamale, lakini utamkuta hayupo, utakuta kanisa limefungwa. Sikiliza nikwambie, sikiliza. Wale watu wakabaki wanastaajabu. Imekuwaje? Kuna nini? Mbona hatuelewi? Mbona umejifungia huko ndani? Ndio akabaki anashangaa na yeye. Akamwambia, sio mimi niliyofunga. Sio mimi niliyofunga huo mlango. Sio mimi. Amefunga baba. Kafunga baba. Sasa sikiliza nimekwambia, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wale watu hawakusikia zile habari, wale watu hawakuelewa zile habari, wakabaki wanamwangalia tu. Kajamaa kanatueleza upumbavu gani? Sasa wakati ulipofika, wakati wa yale matokeo ya kuto kusikiliza zile habari ulipofika, Biblia inasema ya kwamba mvua ikaanza kunyesha. Sikiliza nikwambie, inawezekana ulianza kutoa na ndoo na kinga maji, wakijua ni mvua ya kawaida, wakatoa na mandoo, wakatoa na mapipa, wakatoa na machapa, wakatoa na mabeseni, wakatoa hadi vijiko, wakakinga maji. Lakini kilichokuja kutokea, napendaga kusema, ile koki ya mbinguni, ile koki ikanyofolewa. Iliponyofolewa papa, watu wakaanza kutapatapa. Wengine inawezekana walipanda juu ya mabati, alafu wakuona chochote, wanashangaa tu maji yanaongezeka, wanashangaa tu maji yanapanda. Wengine wakashuka wakatamani na kuogelea, wanaogelea. Sikiliza nikwambie, Biblia inaniambia kwamba kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Ninayekutangazia, ndio ninayekuhubiria, Yesu ni Bwana. Sikiliza na kuinyala, najua inawezekana unielewe. Ngoja nikae kidogo hapo, labda utanielewa kidogo. Sikiliza. Machafuko yanaongezeka. Baba kutembea na mwanae imekuwa kawaida. Mama kulala na kijana wa kiume imekuwa kawaida. Yaani anaona ni kawaida. Baba kulala, tumesikia ulawiti unaoendelea. Wengine ndoa za jinsia moja tumezisikia. Lakini Biblia inazungumza waziwazi, wote hao ni kwenye tanuru la moto. Sasa ni yeye ukachagua uzima leo, ni yeye ukachagua kupata uzima wa milele, kuliko kaenda kule kwenye tanuru la moto. Yeye anasema ule moto umechochewa, unawaka hapo uzimiki. Yeye kazi yake ni kuwaka. Aliyeingia kule wote, I say, tupe habari baba. I say, amen. Lazaro na tajiri wanaelewa hizi habari. Wanajua yule mtu aliposhuka kule akamwambia Ibrahimu, kwa nini usimwambie Lazaro acheze kidole kwenye maji? Kwa nini usimwambie nipate atalaza kwenye ulimi wangu? Wewe unasikia injili tunayohubiri imepotea kwa kweli, lakini acha tuseme ukweli, kwa maana injili ni uwezo wa Bwana uletao wokovu. Yesu. Sikiliza nikwambie, inawezekana yuko mama mmoja anatamani kumpa leo Yesu maisha yake. Ndio. Inawezekana yuko baba mmoja anasikia ndani anatamani kumpa Yesu maisha yake. Yes. Inawezekana yupo kijana mmoja ndio anasema ila ni kama ni kweli hivi. Ni kweli. Sio kama ni kweli, ni kweli. Yesu. Sikiliza. Nafasi bado ipo. Ipo baba. Neema ya Mungu bado ipo. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Atavuna. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Alichopanda. Kuna watu kule kilabuni mnanisikia, wanatusikia. Mnanisikia, hii sauti mnaisikia. Yesu anakuita kwa upole huko uliko. Yesu anakuita kwa upole huko uliko. Anasema na kila mwanadamu afikirie toba. Ni wakati wa wewe kubadilika.
kubadilika. Ndio wakati wa wewe kubadilika. Ndio, hebu nikupe tu dakika 2-3. Haangalii iwapo umekunywa. Fikiria kwenye akili yako. Ndio. Wazua kwenye akili yako. Una uhakika wa maisha baada ya haya? Una uhakika wa maisha baada ya haya? Je, una uhakika utakwenda wapi? Una uhakika utakwenda wapi? Duniani sisi tunapita, tunasafiri. Wale watu wakabaki wanapiga kelele, Nuhu tufungulie. Wakabaki wanamwambia Nuhu tufungulie. Nuhu anawaambia sio mimi nimefunga. Amefunga baba. Amefunga baba. Sikiliza nikwambie, wakati unakuja. Majira inakuja. Inakuja mpendwa. Yesu analudi. Analudi. Jitafakari utakuwa wapi? Jitafakari utakuwa wapi? Lakini neema bado ipo. Anasema kwenye kitabu cha Tito ya kwamba neema iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Neema inayookoa wanadamu bado ipo. Ndio. Alafu Yesu bado anakupenda. Anasema niko mlangoni nabisha hodi. Ninabisha hodi. Atakayefungua nami nitaingia. Nami nitaingia. Nami nitaketi pamoja naye. Nitakaa pamoja naye. Ndio. Nitakula pamoja naye. Sawa. Nawezekana yuko mtu mmoja anasema natamani kumpa leo Yesu maisha yao. Kumpa Yesu maisha. Haijalishi umekutana na mara ngapi. Nataka kuokoka. Hii neema bado ipo, alafu ni bure tu.